Jeremiah 1 inatuambia, I knew you even before we were conceived in our mother's womb. Mungu alikuwa ametujua. So in the grand scheme of God's plan for our life, alijua, I'm creating Rufus to be an apostle. I'm creating Olive to be an evangelist. I'm creating Ari to be a pastor. I'm creating so and so to be an advocate of the High Court. I'm creating so and so to be a doctor. But who are you becoming? Who are you becoming? Are you in the grand scheme of God's plan for your life? Ama umedeviate? Have you been conformed to the worldly system? Umependa mambo ya dunia, umependa anasa sana, ukatoka katika barabara, katika mpango wa Mungu. Sasa maisha yako ni kumtumikia shetani tu, kutumikia anasa. Sasa unafurahisha mwili. Unafurahisha mwili, unatoka katika malengo ya Mungu. Ndio maana Matthew 7:23 Yesu anasema, wengine atawaambia, ondokeni hapa, siwajui, kwa sababu mumebadilika. Si wale ambao alikuwa anawajua wakiwa ndani ya tumbo za mama yao. Wamebadilika, wamekuwa watu wengine tofauti kabisa. They've become so evil, they've become so wicked, they've been in sin, yani totally and completely. Wamekuwa very dark, hakuna mwanga ndani yao. Ndio maana Yesu anawaambia, ondokeni hapa, siwajui. Kwa hivyo tufanye namna gani? Tuishi katika agenda ya Mungu, tuishi katika mpango wa Mungu, makusudi ya Mungu maishani mwetu. Tumwambie atufunulie kusudi lake maishani mwetu ni gani. Ndio ile siku, na ukumbuke kumpatia Yesu maisha si kuishi tu ndani ya kusudi peke yake, lakini lazima umkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndipo tutakapoenda mbinguni, atasema, huyu ni mwanangu, huyu namjua, mfungulie mlango aingie nyumbani. Amekuja nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki.